tunavyovikula, je, vinampendeza Mungu? Vyakula kama nyama ina madhara mbalimbali. Nyama husababisha hii ugonjwa mnaita cancer. Pia nyama husababisha ugonjwa kama huu. Tuko na vyakula mbalimbali vinavyoathiri miili yetu. Kama wale mnaopenda kukula chipsi. Chipsi inapopikwa kwenye mafuta inakaa sana, na mafuta inapoiva ni mbaya sana katika miili yetu, na tunapokula inatuathiri miili yetu. Basi tujiulize ni vyakula gani tunafaa tutumie. Kuna kitu ingine hii inaekwa kwa chips. Tomato, ndio. Tomato tulionyeshwa jinsi na ambavyo inatengenezwa. Unaambiwa inatumiwa nyanya, la hasha. Haiwekwi nyanya hata moja. Wanatumia damu na kuna cocaine. Kuna hii drug inaitwa cocaine. Wanatumia, wanaweka ndani. Nyinyi mnapokula mnasema tomato gani? Mwatumia vyakula vinavyoathiri miili yenu, na ambayo na Mungu hataki miili yetu iweze kuathirika kwa vyakula na ambavyo tunavyovitumia. Hebu tuweze kujirudia na turudi katika zamani zile za kale, na ambapo Mungu alipoumba wanadamu. Jiulize ni vyakula vipi alivyowapa. Yogurt. Mnapea watoto wenu yogurt. Zinaathiri miili yao. Kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo 1:6, hautapata pali imeandikwa Mungu aliwapa Adamu na Hawa yogurt. Acha niwasomee. Mwanzo 1:29. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula cha wanyama. Acha tuache hiyo. Hapo umesikia pale tumeandikiwa Mungu akawapea yogurt? Hapana. Jiadhiri hivi vyakula. Mungu alikuwa na sababu na ambayo hakutupa hivyo vyakula na ambavyo tunavyokula siku hizi. Unapea mtoto wako switi, unamharibu. Unapopima afya, ndio maana watoto wengi wanakufa. Unapoenda hospitalini unapata watoto wamelazwa hospitalini. Mtoto wa miaka 15 ako na kansa. Jiulize anatoa wapi? Ni vyakula na ambavyo tunavyowapa. Kwa hivyo tujirudie, turudi katika diet ya Eden na ambayo Mungu aliwapa Adamu na Hawa. Mungu aweze kuwabariki. Tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu, tuaje mbele zako tukisema ni asante kwa wema wako. Ni asante Mungu, umeweza kunitumia kama chombo ili neno lako lipate sikika. Mungu wangu, nisiweze kuonekana bali uweze kuonekana. Mungu, utupe afya njema, ndiposa Mungu tusiweze kuathiri miili yetu na ambayo ni chukizo machoni pako. Tuongoze tuweze kushika yayo machache na ambayo umeweza kuzungumza nasi. Kwa sasa hadi tamati, katika jina la Yesu Kristo tuomba na tukuamini. Amen.